Jina lake Edward MAINA Shimoli linapotajwa haswa katika nyanja za polisi huwatia wengi woga na hofu, haswa wale waliomtambua jangili huyu aliyelitikisa taifa la Kenya kwa matukio ya ukatili wake katika miaka ya 1990. Katika historia ya Jamhuri ya Kenya ni majina machache ya majambazi sugu ambayo yamemiminiwa sifa kwa matukio yao ya uhalifu. Wakiwa maarufu sana nchini ni Wanugu, Washosho, Rasta pamoja na John Kiremete. Ila kulingana na ripoti za kitengo cha upelelezi cha CID, amna jambazi aliyewasumbua polisi kumpiku Edward MAINA Shimoli, akibatizwa jina Carlos the Jackal na maafisa wa polisi, jina alilopewa kulinganishwa na jambazi sugu duniani kutokea kule nchini Venezuela, aliyehusika kwa kuongoza operesheni za kigaidi kule barani Europa pamoja na Middle East katika miaka ya 1970s pamoja na 1980s, huku akikwepa kukamatwa na polisi kwa kipindi cha miaka zaidi ya 20. Shimoli alifanikiwa kukwepa mitego ya polisi kwa zaidi ya miaka 10 mpaka pale alipotiwa mbaroni mwaka 1999. Shimoli alikuwa mfungwa wa kwanza kuweza kukwepa katika jela kuu la Kamiti Maximum Prison, sio kwa mara ya kwanza, sio kwa mara moja tu, ila mara 4. Mara moja alikwepa gerezani wakati ule akisafirishwa akisubiria hukumu ya kinyongo iliyopata kutolewa juu ya maisha yake. Shimoli alikuwa ni jambazi wa kupigiwa mfano, maana mpaka hii leo katika historia ya Jamhuri ya Kenya na katika magereza ya Jamhuri ya Kenya amna jangili wala jambazi yoyote aliyowahi kuweza kukwepa katika gereza la Kamiti Maximum Prison kwa zaidi ya mara moja, ila Shimoli alifanikiwa kukwepa gerezani mule mara 4 mfululizo. Inaaminika mara moja alikwepa gerezani alipokuwa akipata kusubiria hukumu yake ya kinyongo ambayo ilikuwa imetolewa kuweza kutimia. Katika tukio la Shimoli lililopata kulishangaza jeshi la polisi ni pale alipokuwa akisafirishwa na jeshi la polisi kupelekwa gerezani akitoka mahakamani, na kundi lake likapata kuvamia gari la polisi lililokuwa likimsafirisha Shimoli katikati mwa jiji la Nairobi katika eneo la Uhuru Park. Majibizano ya marisasi baina ya polisi na majangili yale yalisheheni katika eneo la Uhuru Park na jiji la Nairobi. Shimoli alifanikiwa kujikwatua kutoka kwa mikono ya polisi katika jaribio lile, na mara moja akaliteka nyara gari aina ya Mercedes Benz alilotumia kukwepa polisi nalo, huku majibishano dhidi ya kundi lake na maafisa wa polisi yakiendelea kutawala jiji kuu la Nairobi. Alipokuwa akikwepa, Shimoli alipata kusimamishwa na polisi kwa kuwa na gari la wizi, ila aligoma kusimama na kuweza kufuyatua marisasi akipata kuwaumiza maafisa wale wa polisi waliotaka kumkamata. Jaribio lake la mwisho Shimoli lililoshangaza dunia kwa jumla ni pale alipoweza kufanikiwa kukwepa kutoka kwa mikono ya polisi akiwa kotini alipokuwa akapelekwa, ndipo kesi yake kuweza kupata kusikizwa, ila alipata kutiwa mbaroni tena baada ya muda. Jinsi Shimoli alivyofanikiwa kukwepa kutoka kwa mikono ya polisi kwa takriban mara 4 mpaka leo, jambo hili limesalia kuwa kitendawili kisichotegulika, maana hamna jambazi aliyofanikisha Shimoli katika enzi zake. Mara nyingi alipokamatwa, Shimoli alipatikana akiwa na majambazi wa kike. Alipoulizwa na wapelelezi
alidai kuwa yeye alipenda kufanya kazi na wanawake, maana ilikuwa vigumu kwao kuwa washukiwa wa polisi. Polisi nchini Kenya iliwabidi kutengeneza kikosi kilichotunukiwa kazi ya kumdhibiti Shimoli pamoja na kundi lake. Kitengo hiki cha polisi na kundi hili la polisi lililotengenezwa kutokea katika kitengo cha polisi cha CID kikitambulikana kama the Shimoli Task Force ndicho kilipelekea kukamatwa kwake Shimoli mara 4 ambazo aliweza kukwepa gerezani. Umaarufu wa Shimoli nchini ulimzolea mashabiki wengi, haswa ikiwa ni vijana waliokuwa wakiishi katika mitaa ya mabanda jijini Nairobi, kule Kayole, Dandora, Mathare na kwingineko. Majangili na majambazi wengi walijaribu kumuiga Shimoli kwa kuvamia mabenki na maduka jijini Nairobi mchana peupe kama alivyokuwa akifanya Shimoli na kuweza kutokomea pamoja na jeshi lake. Ila majambazi hawa walishindwa, maana hawakuwa na uelevu aliokuwa nao Shimoli na mipango aliyokuwa ameipanga Shimoli. Wakati mmoja aliyekuwa mkubwa wa polisi katika kaunti ya Nairobi aliwahi kukiri kuwa hamna gereza nchini Kenya iliyowahi kumshikilia jambazi hatari zaidi nchini kumliko Edward MAINA Shimoli aliyekuwa wakati ule amefungwa katika jela la Kamiti maximum prison. Ujambazi wake Shimoli haswa alipovamia mabenki aliwahi kujizolea mamilioni ya pesa. Shimoli anaaminika kuwa pia alikuwa mwandani wa karibu kwa majambazi watatu maarufu zaidi nchini Kenya, Madheri, Wanugu na Washosho, kabla ya kuuawa kwao mwaka 1996 pamoja na mwaka 1997, 1996 pamoja na 1997, ambapo the Dream Musketeers, Wanugu, Washosho pamoja na Rasta aka Madheri waliweza kuuawa. Inaaminika Shimoli baada ya kukamatwa aliweza kupewa hukumu ya kufungwa kipindi cha miaka 12 gerezani katika jela la Kamiti maximum prison. Alipata kuhudumu kifungo chake kutokea mwaka 1999 na kuweza kuachiliwa mwaka 2007. Ila baada ya miezi kadhaa alipatikana akiwa maiti baada ya kufyatuliwa risasi Shimoli kichwani na watu wasiojulikana. Ila fununu zinadai ya kwamba Shimoli alipata kuuawa na maafisa wa polisi walioweza kuwahi kufanya kazi na yeye kitambo, maana wao walikuja kuagiza Shimoli aweze kuwalipa pesa zao ambazo alipaswa kuwalipa kabla ya kukamatwa kwake. Ila Shimoli aligoma kuwalipa pesa zile, maana yeye pesa zilikuwa zimetumika na zikaisha. Hivyo akaona ni vema kumaliza na kumuondoa Shimoli, akarambishwa risasi kichwani. Tunasema mtoto wa nyoka ni nyoka. Mwanawe Shimoli aliyetambulikana kama Shimoli Junior alipata kuuawa pia na maafisa wa polisi mwaka 2020 alipokuwa katika operesheni ya kuiba na kuweza kutekeleza ujambazi akiwa na wandani wake wawili katika jiji la Nairobi. Inaaminika mwanawe Shimoli Junior pamoja na wandani wake waliweza kuwasumbua sana wachezaji na vijana waliokuwa wakienda kufanya mazoezi ya mpira katika eneo la Camp Toyoyo lililopo jijini Nairobi, na pale waliwaibia watu hata mashabiki waliokuwa wamekuja kujionea mpira. Na alipofyatuliwa risasi na kuuawa Shimoli Junior, pia alipatikana na bunduki aina ya revolver na ndani mwake ilikuwa na risasi 2. Ni hayo kwa sasa, tuungane katika video zetu zijazo. Hii ni FM Show KE na kipindi hewani kinachoondoka ni Did You Know, ama ukipenda The Drums of His.